through the CLEAR Radar program, or community-led environment and agricultural restoration program. We capacitated Viwa Arusha and Viwama to build the capacity of the trainers of trainers through the Building Resilience Toolkit to identify risks and climate hazards. And working with the communities, we devised interventions. The community-led restoration process is an intervention that was really a priority-based or needs-based intervention. So through the CLEAR Radar program, we have collectively collected needs from different stakeholders, and mainly the plant species Ipomoa, Ilba grantii. Now we have the Parthenium here, has really been invading the grazing lands. So for the Maasai communities, the grazing lands and pastoralists really rely on these grass feeds for their cattle. It was really a priority for them to remove these species. Vitu ambavyo tumejifunza katika shughuli hizi nzima, kwanza ni kuweza kujengewa uwezo wa kuelewa nini kwanza mabadiliko ya tabia nchi, nini maana ya mabadiliko ya tabia nchi, na ni vitu gani vinaikumba mabadiliko ya tabia nchi. Ndio tukajikuta tumegundua kwamba katika swala zima la kilimo, tukilenga kilimo maomboleo, kimekuja kuleta athari katika mabadiliko ya tabia nchi katika kilimo na mifugo. Kwa hiyo sasa katika uwezo ambao tumejengewa ni wa namna gani ya kutoka sasa kwenye ule utumwa wa kilimo maomboleo kuja sasa kwenye kilimo ekolojia, na ndipo tumekuta kugundua sasa namna gani tunaweza sasa kuwajengea wakulima uwezo wa kuepukana na hizi changamoto sasa za mabadiliko ya tabia ya nchi. This is a research to action program, and we try to use locally led solutions. So the climate change is a multifaceted challenge, and we try as much as possible to use locally led methods of adaptation. We train farmers on using biopesticides made from local herbs, and this entails using indigenous knowledge to the advantage of the environment. So moving from synthetics and industrial chemicals, the farmers can now go back to the roots and really find solutions on these problems. Awali mimi mafunzo haya ya kilimo ekolojia nilipata, kwanza niliitwa na Mviwama mwaka jana, nilipelekwa na Shiwakuta pale Dodoma. Tulijifunza mbinu za kutengeneza madawa ya asili, madawa ya jinsi ya kilimo hai. Baada ya pale tuliendelea, Mviwama juzi kati ikanipa tena taarifa kwamba unahitajika na mkulima mbunifu kwenda Morogoro kwenye zoezi hilo na mafunzo ya kilimo ekolojia, jinsi ya kutengeneza madawa ya kiasili. Mafunzo haya yalinipeleka hadi hatua hii. Mimi mwenyewe nikawa nimeanza kutengeneza pale nyumbani madawa hayo, na nikawa najifunza naendelea kuwaelimisha wakulima wenzangu, na ndipo hadi leo nilipofika hapa kutoa elimu ya mafunzo ya madawa na kutengeneza mbolea biochar. One of the main challenges that we solved is the gap between youth and the elderly on local knowledge. So we have solutions existing in the environment, but the gap is in the knowledge. So we really try to bring back indigenous knowledge, working with youth, women, elderly, and bringing them together. And also in the workshops, we emphasize on locally led solutions and indigenous knowledge. So we bring scientific knowledge and try to bridge it with indigenous knowledge
to design this solution or co-design the solutions. Katika kutekeleza shughuli hizi tunazofanya kuna changamoto ambazo tunakutana nazo. Changamoto mojawapo ni pamoja na mambo ya kisiasa kuingilia katika utendaji wa kazi, lakini pia na kuna mambo swala ya migogoro ya ardhi. Tunapokuwa tunaingia kwenye kufanya kazi, tunafanya kazi katika ardhi. Kwa hiyo kwa sababu kuna masuala ya migogoro ya ardhi, kwa hiyo wakati mwingine jamii inaweza isituelewe kwamba tuna nia mbaya ama tuna nia nzuri. Lakini jambo lingine ni jamii kutokuelewa kwamba tunafanya kwa ajili ya jamii yenyewe, kudhani tunafanya kwa ajili yetu. Na wakati mwingine inaleta changamoto kidogo hapo. Pamoja na mambo hayo mengine yote, changamoto hizo nyingine ambazo nimesema, lakini kuna mambo ambayo tunadhani yakifanyika yanaweza kutusaidia ili tuweze kufikia malengo. Jambo mojawapo ni kwa halmashauri zetu za wilaya ama kwa serikali kwa ujumla kuwa na sera ambayo itazungumzia masuala ya taasisi binafsi ama kama hizi tunasema wafanyao kazi za wanachama kuweza kushikwa mkono na serikali kwa asilimia kubwa kuliko kutegemea zijisimamie zenyewe. Lakini swala lingine ambalo linaweza kutusaidia pamoja na hiyo ni mahali ambapo tunaenda kufanya kazi, kabla hatujaenda kutekeleza mradi lazima tufike mahali tuwe na bajeti angalau ya kufanya elimu jamii ipate elimu kwanza, uongozi wa serikali na jamii kwa jumla ipate elimu kwanza, ili angalau tunapoingia kufanya kazi kusiwe na changamoto nyingine kubwa.